nitapeleka moto ambao hajawahi kuupata. Chifu akamaini, basi inatosha, wewe nenda kaendelee na kazi zako. Usiku ulipofika, chifu akamleta Maduka chumbani kwake, huku mke wake kakaa kitandani akionyesha hajafurahishwa kutembea na Maduka. Chifu akamuuliza, mke wangu uko tayari? Madamu akajiangalia na kumwambia, kiukweli naumia sana kuchangia kitanda na mwanaume mwingine, sikutarajia kama ingetokea hivi. Nimekuelewa, nashukuru kama umenielewa. Sawa kipenzi. Chifu akamsogelea Maduka na kumwambia, hebu njoo. Alipomsogelea akamwambia, unaweza kwenda kitandani. Madamu akawa kama anaogopa vile. Kwa hiyo chifu, nivue suruali niende? Ndiyo nakuruhusu chifu, lakini naufia. Usihofu, wewe fanya nilichokuelekeza. Sasa unaweza kwenda. Madamu anasubiri Maduka aje tu. Maduka akamwambia chifu, ungeenda nje sasa. Niende nje? Huyu ni mke wangu, natakiwa niwepo. Mume wangu usijali, ungeenda nje tu. Maduka akamwambia, kwa sababu ukiwepo hapa HHD yangu itashindwa kusimama. Una maana gani unaposema HHD? Akamwambia, my Hammer House of Distortion. Nini? Kwa sababu nikiwa naingiza lazima mwanamke apige kelele. Maduka, unatakiwa kumjali na kuhakikisha kelele. Sawa chifu, nitajaribu kufanya hivyo. Chifu akamwambia, nakuomba ujaribu mfanye afurahi. Maduka akamwambia, nitajaribu mkuu. Chifu akamwambia, usiogope, wewe mshughulikie. Madam machozi akawa kama anamtoka, kama hajapenda kuliwa na mlinzi wa getini. Akamwambia, kipenzi, naam, nakupenda pia. Chifu akatoka. Madamu akamwambia, Maduka, funga mlango, fanya haraka. Maduka ikabidi aende kufunga mlango. Baada ya kufunga mlango akamwambia, haya njoo, fanya haraka, naomba usipoteze muda, nimezidiwa, vua nguo. Samani madam. Samani ya nini? Nataka nikwambie kitu kabla hatujaanza. Kitu gani iko Maduka? My HHD ni ndefu sana. Okay, naomba nipitishe ulimi kabla sijaingiza ndani. Jamani, mwili wangu tayari umezidiwa, kwa hiyo unaniruhusu nikulambe? Ndiyo. Maduka, hebu njoo, naomba unifanye nijisikie kama wanawake wengine. Maduka akawa anavua nguo. Maduka, unanipotezea muda wangu ujue. Maduka, hebu njoo, mimi nimezidiwa. Nakuja madam. Madam akamvutia kitandani. Mzee yupo mlangoni anasikilizia milio, anamwambia, hebu fungua huu mlango. Mke akaanza kupiga kelele, usiache hapo Maduka, nimesema hebu fungua mlango. Madamu anapiga kelele, hapo baby. Chifu huku anashanganyikiwa, anasema inatosha, hebu fungua mlango, namuumiza mke wangu. Madamu anapiga kelele, hapo umegusa penyewe. Mzee akachoka na makelele ya mke wake anazidi kuwa makubwa, anatamani asingeruhusu, maana Maduka anapeleka moto tu. Ujue nitavunja mlango, hebu fungua mlango. Baada ya masaa mawili, chifu akaingia na kumuuliza mke wake, ni makelele gani uliokuwa unapiga haya? Unaruhusu vipi unatoa sauti kwa nguvu kama malaya? Mpenzi, naomba usinipige kelele. Ndo nini unapiga kelele? Baby, sio makelele, hebu nyamaza huko, unapiga kelele kama malaya. Kelele tu. Una maana gani? Sasa ningefanya nini wakati nasikia raha? Nilikuwa sijielewi, yani kitu alichonifanyia kila mwanamke anatamani kufanyiwa, na nilichofanya wewe ndio umeshauri. Umesema mpenzi ondomola na Maduka, na ulikuwa unamwomba Maduka, hebu fanya na mke wangu na hakikisha anafurahi. Hilo ndio lililotokea mume wangu, mimi sio kulaumiwa. Mpenzi, nakuomba, nimechoka, sio vizuri, vyote nimefanya kwa ushauri wako. Adamu akawa analia, chifu akawa anambembeleza, basi nimekuelewa mpenzi, yote ni makosa yangu kweli. Adamu akasema, yule kijana kabarikiwa. Nini? Ya kwake ni ndefu sana. Mzee akakosa la kusema. Kipenzi, nakuomba chakula, nina njaa. Ndiyo, nina njaa, naomba niandaliwe chakula haraka, nitakufa. Basi ngoja nikakuandalia. Asante kipenzi, nitakufa. Mzee akawa anamshangaa mke wake, hamuelewi, mbona kama anamsifia Maduka. Kisha akamwambia, pia usisahau gari ule uliniahidi kuninunulia mpenzi. Ndiyo, nakumbuka. Akawa anamwambia mume wake, fanya haraka, nakuomba, nitakufa, sio kwa msheneto huu. Alipoondoka, Madamu akawa anashangaa, akajiangalia, akawa anajipuliza, maana chini panawaka moto. Akawa anashangaa, angeniua huyu Maduka, maana sio kwa rahisi. Akawa anafurahia, Jesus. Maduka akawa anatoka ndani. Mchumba wake anamuuliza, uko sawa? Ndiyo, niko sawa, tulikuwa tunazungumzia juu ya ulinzi. Mchumba wake akawa anashangaa, mbona visikizo vimefunguliwa? Kwani umetafuna nini mdomoni? Mbona unazungushwa? Hakuna kitu, nilijigonga usoni na mlango. Usijali mpenzi, ngoja niende ndani nikakuchemshie maji nikufanyie massage, nadhani mdomo wako utakuwa sawa. Basi mchumba wake akaenda ndani kumwandalia maji, bila kujua Maduka alikuwa chumvini. Asubuhi mzee baada ya kuamka, mke wake anakoloma tu, akasogea kitandani na kumwamsha. Madamu amechoka, yuko hoi. Akamwambia, unasemaje? Nimekuamsha unipatie penzi. Hebu niache, nimechoka mimi. Kwani kuna tatizo gani? Kikweli sijisikii kufanya. Nakuomba kipenzi, nipe nishenyete. Hapana baby, unasema unataka mapenzi, najua utanipandia kwa juu. Kama sijamaliza mshindo, wewe unamwaga, unaniacha na upwili wangu, unanitia stress. Tafadhali naomba usiniguse, niache nilale. Kwa nini unasema hivyo sasa? Kwa hiyo unadhani nitakulalia juu milele? Kama nilivyosema, sijisikii kufanya na kulala zake. Chifu kakasirika. Kumbe Mada anamuona sasa hivi mume wake si lolote si chochote. Akamuuliza, ungetaka kula nini breakfast? Mzee kafula, haelewi. Akamuuliza tena, utakunywa
nini asubuhi? Chifu akanyanyuka bila kusema chochote na kuondoka zake. Akaona huu ni upuuzi sasa, maana napangiwa kitumbua changu. Baadaye Madam bosi akamwita Maduka sebuleni. Maduka akawa anadundika. Madam akamwambia, Maduka, jamani Maduka. Naam madam, umenifikisha duniani. Yaani wewe ni mtamu sijapata kuona. Maduka, hebu subiri. Akanyanyuka na kumsogelea Maduka na kumwambia, jana usiku uliniwashia moto bara. Ulivyokuwa unaingiza ulinifanya nichanganyikiwe, nikawa sijielewi. Wewe ni mchapakazi. So mimi ni HHD yangu. HHD yangu ikisimama poa inategemea. Nimeipenda hiyo. Yaani bila masharti napiga hata zaidi ya masaa 3. Kiukweli nimekupenda. Akamwambia kwa sasa tukifanya chifu atakataa. Nataka niwe mimi na wewe. Nataka unipelekee moto nijisikie. Kumbe chifu alikuwa anaingia sebuleni. Alipowaona, "Hi my honey." Maduka, unafanya nini hapa? Karibu kipenzi. Nimekuja kuchukua maji. Umekuja kuchukua maji? Ndiyo mkuu, nimekuja kuchukua maji ya kunywa. Maduka, toka nje ya mlango. Ikabidi Maduka atoke. Akamuuliza mkewe, ulikuwa unamwambia nini Maduka? Sio kitu. Nilikuwa namshukuru tu kwa alichonifanyia jana. Sio rahisi. Sio kila mtu anaweza kufanya kwa ajili yetu. Nilikuwa namshukuru tu. Ni hivyo tu. Naomi. Chifu akamtaja jina lake. Akavua miwani na kumfyonya na kuondoka zake. Baada ya siku kadhaa kupita, mke wa chifu akaenda hospitali kwa ajili ya kupata majibu ya vipimo vya ujauzito. Daktari akamwambia, hayo ndio majibu yako. Unaweza kufungua. Madam akawa anaogopa kufungua. Akamwambia, kama ni habari mbaya, ni bora uniambie tu. Daktari, come on. Hebu fungua na mikono yako mwenyewe. Madam akamwambia, daktari, nimechoka kusikia habari mbaya. Daktari akamwambia, hongera madam. Ni mjamzito sasa. Madam ikabidi ajihakikishie mwenyewe kwa kuisoma na kugundua kweli ni mjamzito. Akampigia simu mume wake. Akamwambia, baby, mwenzio nina mimba. Nitakuwa na kusubiri nyumbani kwa ajili ya kusherekea. Chifu akamwita Maduka na kumwambia, mwanasheria wangu ameniambia umesaini mkataba. Ndiyo, nimesaini kila mahali nilipotakiwa kusaini. Vizuri. Basi kutokana na huo mkataba usije siku ukasema mtoto ni wa kwako. Hapana mkuu. Chifu akatoa cheki na kumwambia, hii ni cheki ya milioni 12. Maduka akafurahia. Alipotaka kuondoka akamwambia, kama utahitaji watoto wengine unaweza kuniambia tu. Mimi niko tayari muda wowote. Maduka, unaweza kwenda. Siku iliyofuata Madam upwiru umembana. Akamwita Maduka sebuleni. Madam, umeniita? Ndiyo. Maduka, unaendeleaje? Niko sawa tu. Madam akamwangalia Maduka kisha akamsogelea na kumshika shati kama anataka kumfunga vishikizo. Akamwambia, sweetheart, je, tunaweza kufanya tena lile tena? Maduka akamwambia, nishamaliza kazi yako na mshanilipa pesa na kwa sasa wewe ni mjamzito. Na unaponigusa HHD yangu inaweza ikasimama. Ujue nini Maduka? Napenda unavyosema. Sikiliza Maduka, mimi ndio nitakulipa kwa sasa. Tafadhali nakuhitaji. Akamuuliza, je, ulifurahia mara mwisho tulivyofanya? Maduka kwa uoga akamwambia, nisiwe muongo, kitumbo chako kitamu. Lakini Madam akamzuia kusema, usiseme chochote, nitakulipa 500. Kila wakati utakaonifanya nijisikie vizuri nitakupatia 500. Na kuomba twende chumbani kwangu. Akilini ndo umejazana, wewe nenda tu salama, ila nitakukumbuka sana.